Majina yangu ni Pastor Nahum Eda Doso. Nimeokoka, Kristo ni Bwana, na ninafanya kazi ya posho mill hapa Langalanga. Tulianza 2012 na haikuanzia hapa, ilianzia kule Ngata. Kabla nifungue kisiagi, nilikuwa na saloon yangu kule town na ilikuwa ikifanya pia vizuri. Nilikuwa na wateja, hasa kulingana na hali ya afya, kujifungua ikakuwa shida, nikapitia operation CS2, nikaona siwezi kazi ya kusimama. Ndio nikasema nijaribu hii ya kisiagi, kuna wakati wa kupumzika, si unasimama kwa muda mrefu. Kila kazi ni kujipanga, kwa sababu mimi huwa najipanga kabla sijaamka. Ninajua nikiamka nitaanzia watoto kwanza, niwashughulikie, niwapikie chai, niwatayarisha waende shule. Ikifika masaa yangu ya saa 3, najua ninastahili kukunywa breakfast, kisha ninaondoka. Kama ni mahindi ninaanika, nikishaanika ninachunga, ninapepeta. Ninasaga unga ya namba 2 na unga za uji, ninasiaga muhogo, mawele, na ninapozisiaga pia niko na order kule shuleni, wanachukua unga za uji wiki mzima. Niko na wateja kutoka Nairobi, niko na wateja kutoka kule Green States pale Mbaruku, na niko na wengine kutoka Ngata, wengine kutoka kule Ngambo, kule Ronda. Huwa ninasaga unga mingi kwa sababu wateja wangu wengi ni wa unga namba 2. Kwa hivyo huwa ninasiaga unga nyingi. Wakati ambapo steam inapotea, ninawareplaceia na unga yangu. Ninawapatia kilo 1, mahindi yake inabaki hapa. Steam ikirudi nitasaga, alafu then nitatoa hiyo kilo 1 kwa yake, nirudishe kwa yangu, alafu namsiagia. Kisiagi kuna challenge yake. Kuna wakati mwingine unakuta customer amechunga mahindi, lakini unakuta kwamba kuna msumari, ama kuna pesa, ama kuna zile vitu za chuma hakuona. Kwa hivyo ninapomwaga mahindi pale, wateja wanapokuwa wengi, wakati mwingine huwa sisikii, unakuta kwamba inatoboa kichungi. Ambacho ilifanya nikaingia katika biashara ni ya kwamba sitegemei sadaka za washirika. Na hata kama wanatoa hizo sadaka, hiyo si yangu, hiyo ni ya kujenga kanisa. Nikasema kwamba kando na sadaka, wacha nifanye kazi, ndio nisiwe ule pastor wa kuombaomba, ama ule pastor wa kutaka pesa kwa washirika, ama nikitaka pesa ninahubiri toeni. Hapa ndio ninapata mapato yangu ya kila siku. Hapa ndio watoto wangu wanapata fedha za kwenda shule. Hapa ndio wanapata pesa zao za kuwasaidia siku zao za usoni. Challenge ambayo ninaweza sema ni ile saa zingine unasikia umechoka, pia wakati mwingine unastahili kuwa kanisani. Hasa unajaribu saa zingine kubalance. Kama hauna mfanyikazi inakuwa ni vigumu. Kila kitu inastahili bidii. Inastahili bidii. Na ningewatia moyo ya kwamba wasingoje hata serikali iwape kazi. Kazi iko. Na waweze create job opportunities hao wenyewe. Kwa sababu mimi ninapokuja hapa ninajua kwamba ninapofanya kazi yangu kwa bidii, hata kuna wale ambao wanakuja hapa badala kuniomba pesa, ninawapatia kazi ya kufanya. Nawaambia chunga wimbi nikulipe, tengeneza nifagilie nikulipe, ama unianikie mahindi nikulipe. So wala mama ambao wanakaa nyumbani, nawaambia kwamba msikae nyumbani, tafuteni kazi, ama kama hakuna tengeneza yako. Iko wale ambao watakuja wanaona wewe ni mama. Sasa unakuta kwamba mbona mama anafanya hii kazi na sisi tumekaa tu. Sasa unakuta kwamba wanakujibu vibaya, ama wanataka kukushusha chini. But kwa sababu ninapotoka nyumbani huwa ninaombea kazi yangu. Mimi hapa nimekuja kuwatia moyo, na wakati mwingine huwa sirudishi, kwa sababu najua wateja unapowarudishia makosa itakuwa kwa mwenye kazi. Ninaamini Mungu nitafungua kisiagi kubwa zaidi ya hii. Na pia ninaamini Mungu nitakuwa na kisiagi ambayo inasaga unga namba 1 na niweze kudistribute kwa soko, na ikaweza kwenda mbali na kujulikana. Na pia ninaamini Mungu ya kwamba very soon nitanunua gari ili kazi kaweze kuwa rahisi ninapokuwa naenda soko.